Katika jamii tunayoishi yapo baadhi ya mambo ambayo huleta ugumu katika kuyafanikisha kutokana na sababu mbalimbali, lakini ugumu huja zaidi pale mtu anaposhindwa kusema hapana na badala yake kusema ndio, ambapo mwisho wa siku mtu huyo hubaki kujutia na kujikuta akiumia kimya kimya. Je, ni kwa nini hili wagumu la mtu kushindwa kusema hapana? Taarifa zaidi na Milika Andrew. Kwenye harakati za kawaida, maisha hutuuliza maswali mengi. Vivyo hivyo kwa watu wanaotuzunguka kwenye mazingira ya kazi au hata nyumbani. Kuna mambo ambayo ni rahisi kujibu ndio, lakini mengine jakamoyo kwa wenye kuulizwa. Kama mimi hapa ni kijana, labda unamtegemea mtu fulani. Ule mtu namtegemea kwa kila kitu, labda kwenye hela, matumizi, nini, kila kitu. Kwao nashindwa yani yule akisema jambo kwamba inabidi ifanyike kitu fulani, kwa mimi ambaye ndo nategemea msaada kutoka kwake, kusema hapana kwa wakati huo inakuwa ni changamoto. Kuna umuhimu wa kusema hapana, lakini sasa inategemea na huyo mtu mwenyewe. Mtu mwingine ukimwambia hapana unakosa kazi zingine za kufanya. Yaani kuna michongo mingine unaikosa. Kwa hiyo inabidi tu ukubali. Usiwe mtu rahisi wa kukubali tu kwamba bosi kakwambia hivi, ili unashindwa kukataa, unaenda kutoa utu wako kwa ajili ya kuhatarisha maisha yako. Mimi nawasihi watoto wetu wawe waangalifu sana na miili yao. Lakini kulikoni mtu kushindwa kusema hapana? Si kwamba ni mwema, isipokuwa ndani yake kuna hofu kubwa sana ya kukataliwa. Huo ni mzizi mkubwa sana wa watu ambao hawezi kusema hapana. Aidha alishikana na maumivu wakati anakuwa, kiwango ambacho akimwona mwingine anapitia changamoto, yeye ni rahisi sana kuweza kuona yale mahitaji ya yule mtu kuliko mahitaji yake. Kisha zinabainishwa athari za tabia ya ndio badala ya hapana mara kwa mara. Atapoteza haki zake. Kuna maeneo ambayo yanahitaji negotiation, kupatana na mtu. Sasa kwa sababu anaogopa atakataliwa au ataonekanaje, anakubali tu, kwa hiyo haki zake zinapotea. Kwa mujibu wa wataalamu wa saikolojia, tabia ya mtu inaathiriwa zaidi kutokana na malezi na makuzi yake kuanzia utotoni. Hivyo kumlea mtoto katika hali ya kujiamini kunaweza kuondoa changamoto hiyo. Milika Andrew, TBC.